I say kama baba yako huwa anavaa miwani hivi yenye mikamba kamba hivi, kitu pekee utakachorithi labda ni tabia. Nakwambia wazi kabisa. Kwanza wanakuwa very strict. Wamenyooka hivi wakoloni. Nyumbani kwake pale sebleni ana kiti kimoja ambacho hakikaliwi na mtu zaidi yake. Hata asafiri miezi miwili, akirudi anakuta cha baridi, akijaguswa. Nyumbani kwake kwanza hamna TV. Kuna runinga. Runinga inafunikwa na vitambaa hivi. Inawashwa saa 2 kwa ajili ya taarifa habari, saa 3 inazimwa mkalale. Umenipata hapa? Hakuna si michezo, si kaole hamna. Ana focus. Anajali kuhusu afya huyo mzee huyo. Ukikaa naye kwenye story unasikia anasema mimi nimeacha kunywa soda nadhani 98 99. Mimi ni hata chai yangu waga situmii majani. Hata Kajala huwa anajua. Mimi natumia mchai vitu vyangu hivi. Unajakaa vizuri unasikia harufu ya vitunguu saumu. Anakwambia hii inaongeza blood pressure, kama ilishuka mimi naipandisha vizuri. Life is going on. Umenipata hapa? Yaani hata kwenye magari hivi ana gari lake moja Nissan Patrol ya mwaka 99. Anaendesha mpaka sasa hivi namba hiyo. Hana stress. Na yeye anaamini katika elimu. Yaani fanya vyote, elimu ndo namba 1. Hata watoto wake huwa anawaambia, unasikia manka? Mshike elimu asiende zake. Yaani nakwambia kila siku mshike elimu awe namba 1. Vigili vinafuata. Yaani hata mademu ambao walikuwa wanamfuata enzi hizo anasoma hizo. Kama demu hajasoma msalato, kilakala au weruweru, hata ongea na wewe. Ana principle zake. Elimu ndo namba 1 kipindi hicho. Hata watoto wake anawarithisha elimu, na sio tu kwamba elimu ndio urithi pekee. Tayari huyu mzee anajua future ya watoto wake inamtegemea yeye, na yeye kwa akili yake alipokuwa ni genius akachukua Beam Life Insurance ya NIC, National Insurance Corporation. Uzuri sasa Beam Life Insurance inatofautiana na bima za maisha nyingine. Kwa sababu kwanza kwenye Beam Life Insurance unapata mafao ya uwekezaji wa compound. Mambo ya compound interest. Tumesoma la 4 la 5 hivi. Yaani ukiwa unawekeza kidogo kidogo unapewa zile hela zako na faida yake juu. Sasa kuna wale majina ulioweka wale tegemezi, umapelekea majina ya NIC. Akifariki mmoja wapo NIC kutokana na Beam Life Insurance wanakupa na rambirambi uendeshe misiba ya wale ndugu zako. Wanakujali. Alafu labda wewe mwenyewe ukafariki, mwenye bima mwenyewe, wale wategemezi wako wanapewa kwanza ule uwekezaji ulioweka na faida zake juu. Ili waishi vizuri kwa sababu wewe tegemezi wao umefariki, maskini ya Mungu. Sio umenipata? Beam Life Insurance hiyo. Alafu labda ule mkataba ukaisha kabla wewe kufa. NIC wanasema tulia kijana wetu. Unapewa zile uwekezaji zote ulizoziweka zile pamoja na faida zake juu. Sio umenipata? Beam Life Insurance ya NIC, National Insurance Corporation. Hata wewe jali future ya wanaokutegemea kwa kuwekeza kidogo kidogo na Beam Life Insurance ya NIC. Na sio lazima utoe mamilioni 10 mangapi, hapana. Unaweza kutoa kidogo kidogo hata 5,000 kwa mwezi Beam Life Insurance. Na kama unataka kutoa makubwa, toa kwa mkupuo, kianzio cha chini ni 2,200,000 kwa mwezi. Na unaweza kuanzia miaka 18 ambao ameshabale vizuri kabisa, miaka 18 mpaka 75. Beam Life Insurance imeincorporate watu wengi jamani. Nani wewe? My Martha sijui.